tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kuona swala la lishe ni swala muhimu katika taifa letu. Kwa mujibu wa tafiti ya mwaka 2022 ya utafiti wa watu na afya Tanzania Demographic Health Survey, kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya miaka 5 kimepungua kutoka 34% hadi 24.1 kutoka mwaka 2018 hadi mwaka 2022. Uzito pungufu umepungua kutoka 15.6 hadi 11.2. Hata hivyo, hali ya ukondefu kwa watoto imeongezeka kwa 2.7 kutoka 2.7 hadi 5.6, na hii ni kutokana na baadhi ya watoto kusumbuliwa na maradhi mbalimbali yanayopelekea ulaji kuwa mdogo, lakini wakina mama wengi kuwa wakuu wa kaya na hivyo wao wenyewe kuwa na mizigo mikubwa ya kulea watoto na kushindwa kunyonyesha kwa usahihi na kuwalisha watoto wadogo na wachanga, na hii imepelekea watoto kupata lishe duni. Hivyo sisi tuna jukumu la kuhakikisha tunawajengea uwezo juu ya uanzishaji wa bustani, viroba katika maeneo wanayoishi na ushiriki katika uzalishaji wa vikundi vya maendeleo. Sisi sote tuna jukumu la kuhakikisha haya tunayafanya. Serikali kwa kutambua kuwa lishe sasa ni swala la kimaendeleo katika nchi yetu ya Tanzania, mapambano dhidi ya lishe duni imekuwa ni mojawapo ya maeneo ambayo yamepewa kipaumbele katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025, na serikali imeazimia yafuatayo, tutataja kwa kifupi. Moja ni kuhakikisha tunatekeleza mikakati ya kupunguza idadi ya watoto chini ya miaka 5 wenye udumavu na ukondefu kwa kasi kubwa zaidi, lakini kufanya tathmini ya kila mwaka kuhusu hali ya lishe, jambo hili ambalo tunalifanya sasa hivi, lakini kuhakikisha hakuna ongezeko la uzito uliozidi kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Jingine ni kuongeza uzalishaji na usambazaji wa mbegu za mazao ya kilimo yenye viinilishe vingi, mboga, matunda na mazao ya mifugo na uvuvi, pamoja na uhamasishaji na uelimishaji ulaji wa vyakula vya aina hiyo. Mkoa kupitia halmashauri zake 11 umeweza kutekeleza viashiria vyote katika mkataba wa lishe na viashiria vya lishe vilivyotajwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya tathmini. Kila halmashauri inatakiwa kuhakikisha inatoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa masuala ya lishe. Kama ambavyo imeelezwa, hii ni ajenda ya Mheshimiwa Rais na hatutakiwi kuifanyia mchezo. Ni lazima tuhakikishe tunaitekeleza na hakuna sababu ya sisi kutokuwa wa kwanza kama alivyosema Rais. Tulifanya tathmini ya katika kamati ya lishe kazi ya mkoa, tulifanya tathmini tukaona kwamba maeneo mengi tunafanya vizuri, lakini ile utoaji wa fedha tufanye vizuri. Mimi kama mtawala ambaye ndio mwenye voti ya mkoa, tumeelewa mkurugenzi yote ambaye kuanzia sasa hivi atakuwa atengi fedha ya lishe, na nitaweka mekanizi kabla kota haijaisha tupate indicators ya madokezo yote ambao waratibu wa lishe ngazi ya halmashauri watakuwa wameyaraise, lakini mkurugenzi hajapitisha. Nimeshaweka utaratibu, nishamwelekeza RMO kupitia waratibu wa lishe kupitia DMOs, kwa hiyo nimeshaweka benchmark. Fika tarehe fulani, kama una dokezo lolote la lishe halijapitishwa, nipate taarifa. Kikao cha kamati ya lishe pia kiliweza kutafakari na kusema nani anafanya vizuri, tukajaribu kuangalia ambao wanafanya best practice. Best practice tuliona katika matumizi bora ya kupanga bajeti ya lishe kwa kuwakutanisha sekta mtambuka na fedha kuonekana kwenye mpango na kutumika kwenye kifungu cha Objective Y kama inavyojulikana. Baada ya uchambuzi yakinifu, tuliona kwamba halmashauri ya Bumbuli kwa kutumia idara ya kilimo wao walitenga fedha na wamezitumia, lakini halmashauri ya Ndeni DC walipanga fedha na walizitumia kupitia idara ya elimu. Halmashauri ya Lushoto wao walitenga fedha na kuzitumia kwa idara mbili, elimu pamoja na kilimo. Kwa hiyo tunaona kwamba
pale tunapokuja kwa ajili ya zoezi la pre-planning tunawajumuisha wote sekta mtambuka. Halmashauri hizi ndio ziliweza kuchukua initiative na kuweza kutoa matokeo hao ya upangaji wa fedha.